kwamba hiki ni kiwanda cha Pepsi. Sasa kwenye kiwanda cha Pepsi hiki, huyu ni kiwanda ndio anayezalisha bidhaa. Hello? Yes. Huyu ni wakala mkubwa ambaye ananunua mzigo hapa wote. Tuko pamoja? Lakini huyu ni muuzaji wa jumla ambaye ananunua mzigo hapa kwa wakala mkubwa. Huyu ni muuzaji wa rejareja ambaye ananunua hapa kwa muuzaji wa jumla. Lakini huyu ndio mteja. Hapo tumeelewana vizuri? Hapo hiyo idea imekaa clear. Ndio hivyo biashara nyingi zinavyofanyika. Lakini sasa, mbali na kwamba lengo la yule mtengenezaji ni kusolve challenge ya mteja, hapo katikati kuna vitu vingi hapo. Tuko pamoja? Lakini sasa tunakuja huyu hapa. Hii hapa ni kampuni nyingine kabisa, au hiki ni kitengo kingine kabisa. Anaweza wakaongezeka hapo watu watatu. Unaweza mkapatikana watu watatu hapa. Hata wawili tu. Wewe simama tu brother hapo. Ndio tu hapo tu. Pate kitu. Hapo mnaona vizuri au msimame kwa hapa hivi. Tuonekane vizuri. Sasa ili huyu mteja anunue Pepsi, inatakiwa yule bwana atafute watu huku. Huyu ni mtu wa logistics. Huyu si mnajuaga kusafirisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Huyu gari ya kusafirisha. Lakini panatakiwa redio ya kufanya nini? Matangazo, maneno ya wadhamini. Unanielewa vizuri? Kuna TV, tuko pamoja? Kuna msanii, sio wewe. Sawa? Kuna msanii. Lakini kuna billboard. Bado kuna magazeti, si mnaona anatangaza. Kuna social media, lakini kuna gari la kusafirisha nini? Mizigo au bidhaa. Tuko pamoja? Lakini sasa huyu bwana anamuuzia, ngoja nikae kwa nyuma. Huyu anamuuzia huyu mzigo. Huyu ndio distributor. Ili huyu anunue hapa, anatakiwa asajiliwe kama distributor. Hapo sijui mnanielewa? Kwenye usajili wa yeye kusajiliwa kama distributor, akisajiliwa kuna pesa ambayo analipia ili apewe mzigo kwa bei ya kiwandani. Kwa hiyo sasa huyu baada ya kusajiliwa, nadhani huwa mnaona kuna fridge huwa wanapewa, viti, tuko pamoja hapo kweli jamani? Mabango, si ndio hivyo? Sijui t-shirt, miamvuli nini, vile vifaa vya kufanyia kazi. Anapewa huyu. Hapo mmenipata ndugu zangu? Lakini sasa huyu hapa Pepsi ananunua shilingi ngapi? Ananunua chupa moja ya Pepsi kwa shilingi 200. Hello? Yes. Tumeelewana? Huyu anamuuzia huyu chupa moja shilingi 100 ngapi? Huyu anamuuzia huyu chupa moja shilingi 100 ngapi? Huyu anamuuzia huyu chupa moja shilingi 100 ngapi? Hapo mmenielewa? Lakini hawa wanaendelea kufanya matangazo. Kwa hiyo huyu tunamchukulia sasa hivi kama Mangi, sijui Muha, Mpemba, si ndio wanaofanya hizo biashara? Na Ngosha. Tuko pamoja? Lengo ni huyu afanye nini? Anunue. Kwa hiyo wote hawa wote wanamtafuta nani? Mteja. Hapo tumeelewana vizuri? Mnaona hiyo? Hapo kamfumo hapo. Sasa tunakuja. Huyu bwana anapomuuzia huyu, anauza biashara. Halo? Nimesema anauza nini? Biashara. Kwa hiyo huyu anachukua biashara anamuuzia huyu. Huyu naye anamuuzia huyu nini? Biashara. Na huyu anamuuzia huyu nini? Biashara. Lakini huyu hauzi biashara, anauza bidhaa. Imechanganya? Tumeelewana vizuri? Naomba kama kuna mtu amemwacha hapa. Wote tuko hapo vizuri? Huyu anamuuzia biashara bidhaa huyu. Hao wote wameuziana biashara kwa sababu walikuwa wanatengeneza faida. Tuko pamoja jamani? Wote hao walikuwa wanatengeneza nini?
faida. Ila hawa wanaingizaje pesa? Hawa wanaingiza pesa kwa kufanya matangazo, huyu anaingiza pesa kwa kufanya usafirishaji. Hapo tumeelewana vizuri? Tuko pamoja? Sasa hawa wote wanalipa na yule kule, huyu bwana hapa, huyu ndio anayewalipa wale, anawalipa gawio. Tuko pamoja? Mmenielewa vizuri? Lakini hawa watatu hapa wanajilipa wao wenyewe faida. Ile faida ya shilingi 100 kwa kila chupa. Tuko pamoja? Huyu yeye amepata huduma, amekata kiu yako. Unaelewana vizuri? Yeye amekata kiu tu. Huyu hapa. Sasa BF Suma inafanyaje kazi? Si ndio swali la msingi? Sasa BF Suma inafanyaje kazi? Sasa nataka niwaonyeshe kitu. BF Suma inavyofanya kazi. Hawa wote na huyu mwende mkakae. Lakini si mnakumbuka kazi zao? Hizo kazi zote tunazichukua mkononi. Yaani si mnakumbuka somo lile la kukopa? Haya, mimi nachukua hizo kazi zote za kusafirisha na kutangaza, nachukua mkononi. Huyu ndakakai. Wao akae. Nawe akae. Anabaki nani? Na nani? Mmenielewa vizuri? BF Suma ndio yuko hapo sasa. Huyu ambaye alikuwa mteja anapata nafasi zifuatazo. Cha kwanza, anasajiliwa kama wakala mkuu. Tuko pamoja? Cha pili, anaweza kuuza jumla. Yeye akinunua hapa anasajiliwa, analipia kiasi. Kwa mfano sasa hivi kiasi cha kusajiliwa ni 165,000 au 56,000. 56,000 ni ile ya kupewa vifaa, lakini unanunua bidhaa za kuanzia kama mzigo. Yaani kwamba umeanza nini? Biashara. Ndio nadhani hesabu yake inakuja kama 165,000. Mmenielewa ndugu zangu? Akisajiliwa huyu anapata access ya kuwa ananunua hapa bidhaa kwa bei ya kiwandani. Hapo mmenielewa vizuri? Kwa hiyo kama atanunua hapa kwa bei ya kiwandani, huyu kwa kuwa alikuwa ni mteja, yeye akija hapa ananunua kama mteja. Yeye hapangiwi bei ya kufanya nini? Ya kuuza, kwa sababu anakuja hapa kununua kama mteja. Lakini mteja aliyesajiliwa kama msambazaji. Hapo mmenielewa sasa? Huyu sasa akiamua kufanya kazi hii hapa, kwamba kuna mtu anamfahamu mwenye vidonda vya tumbo, hapo sijui mnanielewa? Akiongea naye au akimwambia kuhusu bidhaa za BF Suma, yule mtu atamlipa huyu. Tuko pamoja? Kwa hiyo huyu ndio anayepanga bei ya kuuza hiyo bidhaa. Sasa anapangaje? Huyu anajua ile bidhaa pale inapatikana kwa shilingi labda 20,000. Nataka muelewe kwa nini supplement ni ghali. Anajua kabisa hapa inapatikana kwa shilingi ngapi? 20,000. Lakini yeye ndio ametumia voucher and whatever namna ya kumpata yule nini? Mteja. Hapo mnaelewa vizuri? Kwa hiyo yeye ndio anayepanga faida. Ndio maana unaweza kukuta mtu anauza hiyo bidhaa ya 20,000 kwa kupitia kaka mchakato anauza 100,000. Hapo mmenielewa vizuri? Kwa hiyo faida anapata 80,000, anaamua auze 60,000, anaamua auze 30,000, ni yeye ndio anayeamua kufanya nini? Kuuza. Hapo mmenielewa? Kwa hiyo bei ya kuuza anaipanga yeye mwenyewe. Anapanga mwenyewe kutokana na yeye atakavyotaka kuuza. Kwa sababu yeye alipokuja kununua hapa kwa BF Suma, yeye amekuja kununua kama mteja lakini kama distributor. Hapo mmenielewa vizuri? Kwa hiyo yeye faida anaweza akapanga mwenyewe. Ndio sababu sasa kwa kuwa ananunua kama mteja, BF Suma anajua yeye anaenda kutumia kwa ajili ya afya yake. Hapo sijui mmenielewa vizuri. Nitawaambia kwa nini kuna haka kacheni hapa kwenye Coca-Cola na Pepsi. Nadhani nikaelezee kwanza kabla sijaendelea. Coca-Cola na Pepsi pia walikuja kwenye mfumo huu wa distribution.
walikuja kama BF Suma walivyokuja, lakini watu wakakataa, kama ambavyo sasa hivi ni rahisi watu pia kukataa kusema mimi sijiungi na BF Suma, wakafunga ule mlango. Kwa hiyo mlango wakamwachia mtu ambaye akija mwenye hela anakuja kama distributor ndio anayesajiliwa. Afu nyinyi mkiona potential ya kuuza soda mtakuwa mnakuja kununua kwa huyo nani? Distributor. Hapo mmenielewa vizuri? Kwa hiyo BF Suma sasa hivi bado kama mlango kako wazi. Hapo sasa mnanielewa. Kwa hiyo mtu yeyote anaweza kusajiliwa kama nani? Distributor. Isipokuwa distributor yeye, kwa kuwa ndio anasajiliwa, mtu yeyote hawezi kuja kwenda kununua kwenye kampuni, watamwambia mtafute nani? Distributor. Hapo mnanielewa vizuri? Tuko pamoja? Sasa huyu distributor anachukua sasa kufanya matangazo, anachukua kusafirisha. Hapo sijui tumeelewana? Yeye ndio anayepanga faida. Kwa hiyo hii faida ambayo ilipatikana yote hapa, distributor anafanya nini? Anachukua. Sasa utaniuliza, hii pesa ambayo alikuwa anawalipa wale kule inaenda wapi? Kila anapokuja kununua bidhaa, hapangiwi anunue bidhaa 2, 3 au 4. Kwa mfano, unapoenda Coca-Cola unaenda kununua bachi. Sema bachi mnanielewa vizuri. Kifurushi si ndivyo? Lakini hapa msambazaji anapewa access ya kununua bidhaa moja moja anayotaka, anunue kwa wingi anaoweza yeye. Hapo sijui mnanielewa? Kwa hiyo yeye wateja watafikia kwake. Atoi pesa mfukoni. Kama huyu distributor, huyu naomba niwaambie, wale wa Pepsi, sijui Coca-Cola, huwa hawana hela. Hawa ambao ni wateja wa jumla ndio wanakuja kumlipa yeye, anaenda kumchukulia mzigo wapi? Kiwandani. Tuko pamoja? The same hata ukisajiliwa BF Suma, pesa yako ya kusajiliwa tu. Nyingine mteja anapohitaji bidhaa anakulipa wewe, wewe ndio unayemchukulia. Kwa hiyo kwenye issue ya kukulipa wewe, si wewe ndio utakayempangia bei. Hapo sasa mmenielewa vizuri? Au ni machangani? Sasa ile pesa, ile bidhaa, kila huyu anapochukua bidhaa hapa, huyu hapa BF Suma akichukua hapa, huyu distributor au mteja anapokuja kununua hapa, kampuni inamlipa kwa sababu ndio amefanya matangazo. Hapo mnanielewa vizuri? Kumbe kufanya matangazo pia ni biashara. Amefanya usafirishaji. Hapo sasa mnanielewa vizuri? Inaitwa bonus. Hapo tumeelewana vizuri? Ndio hii hapa. Gawio bonus. Faida ya rejareja. Hapo sasa mmenielewa vizuri hapa? Tumeelewana vizuri hapa ndugu zangu? Kwa hiyo sasa yeye sasa ataamua afanyeje kazi. Kwamba umesajiliwa kufanya kazi. Sasa kwenye kufanya kazi BF Suma inakupa access. Ukisajiliwa hivi BF Suma ni kama ambavyo mchungaji wa kufungisha ndoa, mchungaji wa kubatiza ambavyo nadhani sitaharibu kanuni ya kanisa na sitakuwa nje. Lakini naisema ili mnielewe vizuri. Wangapi ni washiriki wa kanisa? Niulize swali la uelewa. Okay, wewe ni mshiriki, si ndio? Aliyekufanya wewe kuwa msabato ni nani? Ni baba, mama, mhubiri au nani? Wewe ni msabato, tunajua ni msabato wewe. Aliyekufanya wewe kuwa msabato ni nani? Wewe mwenyewe. Mzee, unaweza kujibu? Napenda muziki. Kupitia muziki. Sasa pale kwenye jina lako la ushiriki. Yaani wewe tunakutambua kama mshiriki. Yaani sijui swali langu mnalielewa? Kinachofanya tukutambue wewe kama mshiriki ni nani? Ni mchungaji, sio baba, sio option, sio hobby. Yule ambaye mchungaji ndio sponsor wako. Najua sijavunja kanisa. Kwa hiyo mwezi mkanifuta ushirika. Si ndio? Na kalipio sipewi, si ndio? Niko free. Mchungaji ndio sponsor. Huyo yani sio baba, sio nani, sio sijui ile ambaye unapewa akule.
yeye ndiyo anaye sign. Hapo sijui nanielewa kwamba huyu kweli ni mshiriki kwa sababu amepitia ubatizo. Hapo tunaelewana vizuri. Kwa hiyo ile nini, ile kile cheti cha ubatizo kina jina lako wewe na aliyeku, kwa maana ya sponsor. Kwa hiyo kule General Conference wanakutambua wewe kama mshiriki kupitia kwa, hapo mnanielewa vizuri. Mungu anatutambua sisi kupitia kwa Yesu. Sponsor wetu sisi kwa Mungu ni Yesu. Yule ndio anayefuta madhambi yetu. Ndio Alfa na nani? Hatuwezi kufika kwa Baba bila kupitia wapi? Sijui mnanielewa? The same kwa shuleni. Anayejaza TSM9 yako. Sijui mnanielewa vizuri. Kamfumo ni kale kale na lazima upewe namba. Vodacom una namba. Yupo aliyekusajilia line. Sijui mnanielewa? Mnanielewa? Ndio. Sasa BFSUMA pia the same. Huyu akisajiliwa hapa anakuwa na access ya moja kwa moja kwenye nini? Kwenye kampuni. Tuko pamoja? Kwa hiyo sasa yeye ndio ataamua afanye kazi mwenyewe, kwa maana yawe anakuja kununua vile anavyotaka atumie au auze, au atafute watu kwamba sasa ameona kuna market. Tuko pamoja? Kwamba bidhaa zinawasaidia watu. Je, nifanye individual, nifanye personal au nifanye na watu wengine? Sasa hao watu wengine nikiwatafuta kwa maana ya wao kuja kufanya hii kazi inakuwaje? Kwa hiyo wale watu wengine watapitia kwake, yeye ndio atawasponsor kuingia kwenye nini? Kwenye kampuni. Hapo mnanielewa vizuri? Kwa mfano sisi wachungaji wametusponsor, lakini hawana ownership yetu. Tumeingia moja kwa moja wapi? Kanisani. Hapo jamani mnanielewa vizuri? Lakini huku mtu anayekusponsor BFSUMA anakusponsor, akikusponsor, yani wewe utakayemsponsor BFSUMA kupitia huku, kwa chochote ambacho atakuwa anakifanya yeye atanufaika kwa 100% na wewe utapata gawio kupitia yeye. Kwa maana gani? Atakachokuwa anakifanya yeye kwa maana ya gawio, kampuni inamlipa yeye. Tuko pamoja? Lakini mauzo yake yanaingizwa kwenye kampuni kupitia wewe, kwamba alipitia kwako kuja kwenye nini? Kampuni. Hapo mnanielewa vizuri? Kwa hiyo wewe ndio utaamua sasa ufanye kazi mwenyewe au uwe na watu ambao wewe kuambia habari njema za wao kufanya kazi. Wao watafanya nini? Watapata furu kutokana na walichokifanya, na wewe utakuwa unapata percent kupitia wao. Hapo mnaelewa vizuri? Tuko pamoja? Kwa hiyo ni kama sasa, naomba mnielewe hapa vizuri. Ni kama NMB inavyotoa share kwa mawakala wa NMB. Mnaelewa hapo? Ni kama kanisa sasa, yaani makanisa ya Jumapili yale si wao yanawapa share wale wachungaji. Mnaelewa sasa? Ndio maana huduma zile ni nyingi, kwa sababu wao wanawapa share. Wanachukua sehemu ya sadaka. Hapo sijui mnanielewa? Lakini huku kwetu sisi ni tofauti. Hatuna share za wachungaji. Tuna mishahara. Nisamee siingi sana. Lakini huku una kampuni inakupa share. Kwa hiyo unaposajiliwa inakupa access ya kumiliki mfumo wa kampuni. Kwa hiyo watu wote watakaokuwa wanasajiliwa una access ya kuwaona, ya kuona kile wanachokifanya. Hapo sasa mnanielewa vizuri. Maana yake unapewa distribution management. Kwa hiyo distribution yote ambayo itafanyika ndio hapa sasa kwenye kufanya kazi. Ufanye kazi wewe mwenyewe au ufanye kazi na nini? Na timu. Tuko pamoja? Ukifanya kazi na wewe mwenyewe, maana yake ile distribution itadepend on you peke yake. Lakini ukifanya kazi na timu, maana yake ile mauzo yatakapokuwa yanaingizwa, wao watahesabika wamefanya, lakini yatahesabika kwako. Umefanya mauzo, wewe ndio sababu ya yale mauzo kufanyaje? Hapo mmenielewa ndugu zangu? Tuko pamoja? Sasa ina maana kwamba hapa sasa kwenye gawio utakuwa unalipwa kutokana sasa either unafanya mwenyewe au unafanya na timu. Sasa pesa ya kwanza
ni ile ambayo unalipwa kutokana na wewe kuuza bidhaa hiyo kwa mteja. Tuko pamoja? Pesa ya pili unalipwa na kampuni. Kwa hiyo kwa bidhaa moja ambayo utaiuza, maana yake kampuni itakulipa na wewe utapata faida hapo hapo. Hapo mmenielewa vizuri? Lakini sasa kinachofuata, kama umemsajili mtu akiuza, na wewe unapata gawio kupitia mauzo yake. Hapo mmenielewa? Kwa hiyo kuna direct bonus na indirect what? Bonus. Hapo tumeelewana ndugu zangu? Tuko pamoja? Lakini sasa kwenye hii direct bonus na indirect bonus, kwa maana ya gawio, yote ina depend on huyu maamuzi atakayoamua afanye mwenyewe au afanye na nini na timu. Tuko pamoja? Sasa hapo kampuni inampa mamlaka yeye ya kufungua vituo vya kufanya distribution kadri yanavyoweza popote duniani. Hapo sijui mnanielewa? Yaani ile global market, kwa sababu wao wapo globally, walishakuwa certified dunia nzima kwamba bidhaa zao zinaweza kwenda popote, jamii ya Kiarabu, jamii ya nini, kokote duniani, kwa sababu ya ufanisi wa jinsi zinavyofanya kazi, kwa maana ya supplement. Japokuwa main soko ni Afrika. Yeye atakapotaka kufungua iwe Tabora iwe wapi, watamsaidia kumpa permit. Hicho cha kwanza. Cha pili, watampa zile hataza kwa Kiingereza ni certificate za ubora. Sijui mnanielewa? TBS, MDA, FDA si mnaelewa? FDA ya Marekani, ile Food and Drugs Authority. Si mnaelewa? ISO si mnaelewa? International Standard Organization, ile ya dunia nzima. QC, Quality Control, ile ya dunia nzima. Wanampa kwa sababu yeye ni distributor. Sasa hapo ni kitu kuna nini kimejificha hapo? Kilichojificha hapo ni kwamba BF Suma yeye anabaki kama mzalishaji tu. Hapo mnanielewa? Alafu inakupa wewe. Kwa hiyo wao wanafanya production, wanafanya distribution. Hapo sasa mmeelewa? Ndio maana una control vyote. Kwa hiyo sasa kwenye hicho baada ya mimi kuona nikaona okay. Kwa hiyo nikiamua kufanya, maana yake mimi sasa nina uwezo wa kusema niende Dodoma nikafungue branch. Ndio sababu mimi nijiunga 2019 nikaja Dodoma 2019. Mwezi wangu wa 5 nikaja kuanzisha hiyo branch. Mwezi wangu wa 2 nikaanzisha branch Morogoro. Sasa branch ambayo naanzisha sio ya watu wengi, watu 3, 4, 5. Hivyo. Kwa hiyo tangu 2019 mpaka leo nina jumla ya watu 3600. Kwa hiyo kama ni kanisa na waumini wangapi? 3000 ngapi? 600. Hii gawio la milioni 10, 20 inayolipwa inatokana na mimi kupata gawio kutoka kwa wale watu. Kwa sababu timu yangu wapo wenye magari, wapo wanaolipwa milioni 10, wapo wanaolipwa milioni 7. Ni kutokana na wanaofanya kazi. Sijui mnanielewa vizuri? Tumeelewana hapo sasa? Vizuri. Kwa hiyo kwenye issue sasa ya huku kwenye kampuni hapa, kampuni ya afya na uchumi hapa, msingi wa kampuni ni utafiti, uzalishaji na usambazaji. Wao wanafanya uzalishaji, wao wanafanya nini? Usambazaji. Jamani, hapo tunaelewa vizuri? Msambazaji lazima asajiliwe, lakini huyo msambazaji lazima apate ufahamu, kama nilivyosema, ufahamu bidhaa, uifahamu kampuni, ufahamu namna ya kufanya kazi, ufahamu namna ya kuwa kiongozi. Hapo tumeelewana vizuri? Lakini kitu kingine, uweze kufanya kazi. Lakini kazi sasa utafanyaje? Utaamua ufanye binafsi au ufanye na nini? Na timu. Tuko pamoja? Ukija hapo kwenye ufahamu, ni lazima ufahamu bidhaa. Uwezi kufanya biashara ambayo hujui unachokiuza. Lakini ni lazima ufahamu magonjwa na tiba zake, kwa maana ya dozi. Kitu kingine, ufahamu masoko na mauzo. Na kitu cha mwisho hapa, ufahamu changamoto na namna ya kutatua. Ujue wateja wakoje. Complicated customer, sophisticated customer na high ticketing customer. Hao wote lazima ufanye nini? Wajue wateja wanaouliza maswali, wateja complicated, wateja wa kuuliza tu, anafika anauliza. Anaweza akauliza kwa mfano
Mtu anaweza kama ni nguo unauza mpaka anajipima kabisa, alafu ana hela. Unaelewa hivyo ni kawaida. Kwa hiyo ujue namna ya wateja, changamoto zake. Lakini kwenye kunufaika hapa sasa ndio kuna faida za rejareja, gawio kwa maana ya bonus. Lakini kingine kuna tuzo. Kwa hiyo huyu hapa kuna tuzo ambayo ataipata. Kiwanda au kampuni inaweka target ya mwaka mzima. Huyu wanamchukulia kama business owner. Naomba mnielewe hapo vizuri sasa. Wanamchukulia kama nini? Business owner. Kama mtu ambaye ndio pekee anayefanya distribution kwenye kampuni. Kwa hiyo kuna target ambazo wanamwekea kwamba ili kampuni yako iwe stable au distribution yako iwe stable, kwa mwaka fanya kitu fulani. Alafu kwa mwaka ukifanya kitu fulani, kuna pesa inatengwa kwa ajili ya wewe kusafiri. Target, ukifikia target fulani, tunakupa pesa kiasi fulani kwa ajili ya ununuzi wa gari kila mwaka. Hapo sasa mnanielewa vizuri. Kwa hiyo zile target, ukiona hayo magari nilionayo, siji safari, nitawaonyesha hapo safari hizo ninazosafiri kila mwaka. Na safiri kwa sababu zile target nafanya nini? Nazifikia. Nashukuru sana. Hizo. Kwa hiyo kuna tuzo za safari, kuna tuzo za gari. Lakini kuna mfuko wa fedha wa ujenzi. Ukiangalia kwenye magazine, kuna mtu mmoja tayari yeye ameshapata fedha ya ujenzi, ndio hiyo chenza mimi aliyenisajili. Ni dola 200,000 kama milioni 500 na 600,000 ambayo milioni mwaka jana alipewa, anajenga villa yake. Tuko pamoja? Kama ni issue ya magari anayo, lakini alianza kama mimi nilivyoanza. Kwa hiyo hata nayo yapata sasa hivi kwa sababu nafanyiwa mentorship, najua ananiambia hapa kupita hivi, hapa fanya hivi, komaa iko hivi. Lakini ni mtu ambaye aliniambia tu kwa kunishirikisha. Sijui sasa mnanielewa vizuri. Kwa hiyo either uichukue positive, uichukue kama productive. Tuko pamoja kwamba hii yes ni kitu ambacho naweza kufanya. Nadhani niko na muda. Okay, sawa. Nashukuru mimi nimalize sasa. Karibuni kwa maswali. Asante sana brother. Mungu